lakini utaangalia hiyo coupon ya miaka 15, sorry, bond ya miaka 15 ambayo ilikuwa na coupon ya 10.75. Ukiangalia line namba 6, namba 6 ndio ule mstari ambao kama umeshiriki kwenye mnada, matokeo yakitoka, hiyo ndio sehemu ambako watu tunakimbilia, line namba 6, ili uangalie sasa ile cut off price ilikuwa ngapi, na hiyo uangalie ulikuwa umebidi kwa kiasi gani, kujua umepata au umekosa. Kwa hiyo kwa wale ambao wameshiriki kwenye competitive bidding, matokeo tu yakitoka, jicho la kwanza linaenda kwenye line namba 6, na kwa wale ambao wameshiriki kwenye non competitive bidding, jicho linaenda kwenye line namba 7. Kwa sababu ambao wameshiriki kwenye non competitive bidding, wenye allocation zao zinafanyika kwenye bei ya wastani wa walioshinda. Kwa hiyo ukiangalia hapo cut off point kweli ilikuwa kwenye asilimia 10.75 ya coupon. Kumbuka 10.75 kwa siku hizi, hiyo ndo kama bei elekezi ya mnada, na Benki Kuu kweli akakata hapo hapo kwenye bei elekezi, kwa sababu kwa yule ambaye amebidi kwa shilingi 100, itakapo wiva anarudishiwa shilingi 100. Kwa huyo mtu yield to maturity yake itakuwa ni hiyo hiyo coupon 10.75. Sasa ukija kwenye line namba 8, line namba 8 inaonyesha sasa ile competition, kwamba kwa walioshiriki hii yield wameipandisha au wameishusha. Sasa kwa sababu weighted average price iko juu ya shilingi 100, ni kwamba obviously yield itakuwa imeshuka chini ya hiyo coupon. Kwa ndio unaona market bado inazidi kuisuppress yield iende chini, japo na Benki Kuu anakataa. Najuaje anakataa? Kwa sababu yeye alitaka kukopa bilioni 124. Okay, lakini sio kama amekataa, kwa sababu yeye alikuwa line namba 10 ndio inaonyesha kiwango ambacho serikali ilikuwa inataka kukopa, lakini matokeo yakaja zaidi, at least oversubscription ya bilioni 23, ambao line namba 11 ndio inaonyesha jumla ya maombi yalikuwa bilioni 147. Kwa at least this time Benki Kuu amefanya tofauti na minada iliyopita, amechukua slightly above ile asilimia ile bilioni 124. Yeye amechukua bilioni 134 almost bilioni. Kwa hiyo this time naweza nikasema na hii ni chenga ya mwili kidogo, kwamba kama kweli alikuwa anataka coupon ibaki pale pale, asingechukua zaidi, kwa sababu kwa kuchukua zaidi ile coupon na yenyewe amejaribu kuipeleka wapi? Amejaribu kuipandisha. Ukija kwenye line ya mwisho, non competitive bidders, huko unaona kama siku hizi interest zimepungua sana. Watu hawapendeli sana kushiriki sio kwenye hii minada ya coupon ndogo au riba ndogo, kwa sababu serikali alikuwa ameallocate bilioni 41.4, lakini maombi yamekuja bilioni 4.7 peke yake. Kwa hiyo inaonekana kama interest sasa hivi sio kubwa sana upande huo. Of course na serikali ameamua kuzichukua zote. Kwa hiyo nafikiri kwenye kalenda ya mwaka huu tumebakiza bondi kubwa 2, miaka 20 na miaka 25, na sasa tunaona yield atakuwa anazipeleka wapi serikali.